Once again. Naifungua dunia bana. Tunakutana na mshikaji na utoka uamini ni kwamba alikuwa na vibe la kufa mtu. Alikuwa happy kinoma noma. Lakini akiangalia kwa rodi ni kama vile anaona kuna demo alikuwa akionewa hapa. Kuna wamba walikuwa wakihitaji kuweza kumbaka huyu dada. Basi mshikaji alichokifanya ikabidi aweze kusimamisha gari mbele yao na alishuka. Wamba alikuwa akihitaji kuweza kumbaka huyu dada. Mshikaji alichokifanya alichukua kitu kizito kama chuma hivi, alihitaji kuwapiga lakini kwa bahati mbaya alijikuta amempiga huyu dada kichwani. Mwamba alitamaki kwa sababu sio matarajio yake. Alichokitaka ni kuweza kuwapiga wale miamba, lakini cha ajabu ni kwamba alijikuta amempiga huyu dada. Na mshikaji alichokifanya basi mchaka ilibidi aweze kumbeba na kumwaisha hospitali, kwani huyu dada alikuwa ameumia vibaya kinoma noma. Na dada letu linakwenda kwa jina lo mpenzi muongo ni kinyesi tu. Na basi bana, Mwamba hospitali na daktari alitimba, vipi anaendeleaje? Daktari akamwambia kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu yuko poa, ila bado hajaamka. Mshikaji akawa anawaza kweli, lakini daktari akamtia moyo, wala usijari, sio muda mrefu ataamka kwa sababu kila kitu kipo sawa, alafu hajaumia sana kihivyo. Basi mshikaji akawa anamshukuru Mungu kwa sababu alitegemea maybe atakuwa ameishaua. Na ni baada ya siku mbili kuweza kupita tunamwona bidada hapa. Na siku ya leo utoka uamini alikuwa akiamka, ni siku mbili amelala hapa kitandani. Anashangaa yuko maeneo ambayo hakutegemea, ghafla akasikia kuna watu wanakuja, kabidi ajifanya amelala tena. Basi miamba ndo akawa na timba hapa. Alikuwa ni daktari pamoja na nesi wake. Walikuja kwa sababu kumcheki bidada, vipi je anaendeleaje? Na mshikaji akawa na timba, umefika? Ndio nimefika daktari. Nadhani mgonjwa wako kwa sasa hivi yuko sawa kwa sababu ameshaamka. Na bidada akawa anafumbua zake macho pale. Basi nesi akawa anamnyanyua, lakini bidada anashangaa kwa sababu alikuwa ajui yuko wapi. Kwani jamani, niko wapi hapa? Uko hospitali, inabidi ujitambue. Kwani wewe nani? Mimi nani tena? Kwani mimi nani? Daktari akawa anamuuliza huyu dada yeye ni nani, lakini cha ajabu ni kwamba huyu dada naye akawa anauliza kwa sababu anajishangaa kwa nini uko hospitali na anafanya nini. Na alikuwa akiuliza yeye nani, Wamba anamshangaa, sema wewe nani bana, kama una mawasiliano na ndugu yako yote tuambie tuwapigie ili mradi waje wakuchukue. Yes, huyu alikusaidia tu kwenye ajali, ulipata ajali mbaya kweli. Kama una ndugu yako au mtu wako karibu yoyote tupatie mawasiliano yao tuweze kuwasiliana nao. Bila kabaki anashangaa, unashangaa nini wewe sasa? Tupe mawasiliano bana. Bila kabaki anashangaa ni kwamba bidada utoka uamini kwamba amepoteza kumbukumbu. Wala usijari, kila kitu kipo sawa, tutamcheki, tutajua nini ambacho kinaendelea. Basi mshikaji ikabidi atoke pale. Bidada alikuwa akishangaa kila kitu ambacho kinaendelea hapa kwa sababu alikuwa amepoteza kumbukumbu. Na Mwamba alipata wasaa mzuri kabisa wa kuzungumza na daktari. Na daktari aliweza kumwambia kwamba huyu dada kapoteza kumbukumbu, inabidi umchukue na kwenda naye nyumbani. Kumbukumbu zake zikirejea basi kila kitu kitakaa sawa. Mshikaji alitamaki, wala usijari, kila kitu kipo okay. Mwamba alikuwa anashangaa kwa sababu alikuwa hahitaji kabisa kurudi na yule dada nyumbani, kwani ni mtu ambaye hamjui. Lakini ndo hivyo, inabidi afanye hivyo kwa sababu yeye ndo kamuumiza na yeye ndo kamleta hapa. Yeye ndo inabidi aweze kuchukua jukumu la kuondoka naye kwa sababu yule dada hawezi kuendelea kuishi hapo hospitali. Basi mshikaji ikabidi aweze kufanya hivyo. Alisikiliza maneno ya daktari, ikabidi aweze kumbeba bidada na kuweza kumpeleka mpaka nyumbani kwake. Mtoto wa kike anatamaki tu kwa sababu nyumbani kwa mshikaji palikuwa ni pazuri kweli, kuwa na amani, kuwa huru. Kwa sasa hivi utakaa hapa mpaka pale ambapo kumbukumbu zako zitarudi. Basi bidada akawa anamshukuru mshikaji kwa sababu huyu Mwamba ni mtu poa, ni mtu mzuri. Basi Mwamba mdogo akawa anampeleka mtoto wa kike na kumuonesha chumba ambacho bidada atakuwa akipumzika. Yaani chumba ambacho bidada atakuwa akilala zake. Hiki ndo chumba ambacho bidada atakuwa akipumzika. Utapumzika hapa kama nilivyokuambia. Inatakiwa uweze kuzingatia kile ambacho nilichokuambia. Bro akasema kuna shida, no problem. Basi Mwamba akamwambia okay. Bidada akawa anamshukuru zaidi na zaidi kwa sababu mshikaji anazidi kuwa mtu mzuri kweli dhidi yake. Ni mtu ambaye amjui, lakini alimsaidia tu njiani. Kwa mshikaji ni mtu mzuri kweli. Bidada alijisikia happy, lakini alikuwa hajajua kabisa kwamba mshikaji ndo alikuwa amempiga na chuma kichwani kwake. Lakini sio makosa yake kwa sababu ilikuwa ni namna ya kuweza kumsaidia tu dada. Siku leo bana mshikaji mchumba wake alimtembelea. Edo naomba dawa. Kabaki anashangaa. Edi, hivi unajua nini ambacho nakifanya? Kwa maana kumbe umevuisha demu mwingine hapa, si ndio? Hapana baby, sio demu wangu huyu. Ila nitakuelezea kwa uzuri, usijali. Samani Edo, sijui Edi, nilikuwa naomba uweze kunisaidia dawa ya meno kwa sababu nilikuwa nahitaji kuweza kuswaki, kwani mimi sina dawa kabisa. Mwamba kana mwambia wala hakuna shida nakuletea. Yani unaomba na dawa ya mswaki kabisa. Tafadhali. Mbona nimekuelezea kabisa kwamba kila kitu nitakuelekeza. Utanielekeza nini? Kivipi? Tafadhali Edi, nilikuwa naomba unisaidie dawa. Poa bana. Wewe unaona kabisa tunabishana na mchumba wangu alafu unaanza
unaanza kubishana na mimi tena. Ngoja niende chumbani alafu nitakuletea hiyo dawa. Nenda chumbani kwako bana. Basi mdogo mdogo yule bidada ambaye mshikaji alimwokota akawa anaenda zake chumbani kwake. Utoka uamini kwamba mchumba wa mshikaji alikasirika kinoma noma. Akupenda kumuona eti mpenzi wake anaishi na mwanamke mwingine mundani. Basi mwamba ikabidi amfuate. Bidada alikuwa amekasirika kiaje? Yani alikuwa amekasirika barabara. Yani kweli Edi unaniletea mwanamke humu ndani? Hapana baby. Mshikaji ndio ikabidi aanze kumuelezea uhalisia mzima huyu mchumba wake kwamba yeye ndio aliweza kumpiga yule dada na ndo kamsaidia kuweza kumpeleka hospitali. Hakuna namna, mdada kapoteza kumbukumbu, mshikaji hana namna, inabidi aje kuishi naye hapa nyumbani. Bidada alipagawa, alichanganyikiwa, hakupenda hata kidogo, ijapokuwa ni no way. Na huyu dada anakwenda kwa jina la Vanessa. Anaitwa Vanessa eti. Na utoka uamini akulivungia hilo jambo. Alimfuatia huyu dada. Niambie, nini ambacho imekuleta? Kivipi? Sikuelewi. Unielewi si ndio? Umekuja hapo kwa sababu unamtaka mwanaume wangu si ndio? Umetengeneza mazingira unajifanya umepoteza kumbukumbu, unamtaka si ndio? Hamna, wewe umenichukulia tu tofauti. Tofauti? Ni tofauti jamani. Inabidi tu nichukulie hivyo. Mimi ni mtu ambaye sina hatia. Sina hatia yoyote. Alafu ni mtu ambaye sijijui, sijitambui. Sioni kama kuna haja ya wewe kunipanikia, maana siwezi kumchukua mwanaume wako, ni mtu ambaye simjui, kanisaidia tu. Tafadhali usiwe nalo hiyo. Nisiwe nalo hiyo kivipi? Kwamba mimi nina roho mbaya? Hapana, lakini hii solo nzuri bwana. Kwanza kumfokea mtu ambaye hana hatia yote sio roho nzuri. Inabidi uwe mtu mzuri kwa upande wangu. Bidada likasilika kinoma noma, litaje kumnasa kibao. Subutu. Nimepoteza tu kumbukumbu lakini nina nguvu, najitambua. Na nguvu si ndio? Tafadhali nilikuwa naomba uzingatie mipaka yako. Dili na mpenzi wako. Mimi sikuhusu kabisa. Usidhani labda nimepoteza kumbukumbu ndo mdhaifu. Bado nina nguvu. Nina uwezo kufanya lolote. Kwa jina lako likumbuki, mambo yako yakumbuki, lakini nguvu ndo nakumbuka kwamba unazo, si ndio? Bila kusema of course, nguvu sinajua, nguvu ni asiri. Basi udada akawa anajichenga akiwa na hasira vibaya mno. Hajampenda huyu bidada hata kidogo kwa sababu yupo karibu na mchumba wake. Leo alichokifanya bana, ikabidi waweze kukusanya matangazo ya posta kwa sababu ya kuweza kubandika mtaani limadi waweze kuwajua ndugu wa huyu dada. Bidada toka amini, jamani, huyu ni mimi kabisa. Hii picha ni nzuri jamani, nimependa. Usiniambie kwamba sasa hivi nimekuwa mtu maarufu mpaka watu wananitengenezea mapicha yote kama haya. Mtu maarufu vipi? Kwamba hujui Kiingereza au hujui nini ambacho kimeandikwa hapo? Sielewi mimi Kiingereza vizuri. Kumbe hujasoma si ndio? Hapa inamaanisha hivi, unatafutwa. Yaani tunaenda kukubandika mitaani kwamba wewe ni mtu uliyepotea, kama kuna mtu anakutafuta akupate kiurahisi. Ndio, lakini wala usijari. Kila kitu kiko sawa. Ndio hivyo bana. Haya ni mabango kwa sababu ya kwenda kubandika mtaani. Mtu ambaye kujua yoyote akiona hapa atachukua namba za simu alafu then atatupigia. Jamani, mji mzima naenda kuwa superstar jamani, naenda kwa mtu maarufu. Kabidada kalikuwa happy kinoma noma mpaka huyo mchumba wake na mshikaji akabaki anakashangaa, maana anatengeneza mazingira kaondoke, lakini kenyendo kanakuwa happy vibaya mno, kana fly kwa sababu kanaenda kuwa kastar. Jamani, huyu mwanamke mpumbavu ni mchanje kabisa huyo. Bidada alikuwa kikasilika vibaya mno, hajampenda kabisa huyu binti, na alimpatia jina kwamba atakwenda kwa jina la Ana. Yani udada ambaye alikuwa ampoteza kumbukumbu walimpa jina la Ana kwa sababu alikuwa hana kumbukumbu yoyote, eti alikuwa halikumbuki jina lake kabisa. Na basi bana, shughuli ilianza. Waliingia mtaani na kuanza kubandika mabango, na udada ambaye anakwenda kwa jina la Ana ambaye alipoteza kumbukumbu akampatia hilo jina ndo aliongoza mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anabandika mabango kila sehemu. Lakini ubandikaji wake ulikuwa ni wafujo kinoma noma, mpaka kwenye magari anabandika kwa sababu sinataka kuwa celebrity, anahitaji kuwa star. Mshikaji anabaki anashangaa, yani udada anabandika mpaka kwenye magari ya watu, akawa anachomoa pale kwa sababu sio vizuri. Mwenye gari ikitimba hapa panaweza pakanuka eti. Mshikaji basi mdogo mdogo wakawa wanarudi nyumbani. Walikuwa wamechoka kinoma noma kwa sababu kazi ilikuwa ni ngumu kweli. Wabandika mabango nadhani wanaelewa, hususa wabandika mabango wa Dar es Salaam. Na ilijua leo hoteli ukiingia barabarani kubandika lazima likukute tukio chafu. Basi bidada akawa anakaa akiwa happy kinoma noma, naenda kuwa star sana, tena star mkubwa. Ni lazima mpaka genius yanijue kwa sababu kwa haya mabango yani wewe kidemu wewe unaweza tu kuwa stand kitu pekee ambacho unakiwaza. Jamani, sihitaji marumbano wala sihitaji shida yoyote, nahitaji utulivu kwa sababu nimechoka. Okay, wala kuna shida, no problem. Ndio hivyo, nimesema hivi, sihitaji marumbano ya aina yoyote. Udada ambaye anaitwa Ana akawa anamwambia, nadhani mtakuwa mna njaa, nini nikaandalia chochote kitu au mnaonaje? Wewe mpumbavu nini? Ndio hivyo bana, nikuapikia chochote kitu. Si una njaa una njaa kakaidi? Kama una njaa nikakuandalia msosi tu, wala usijari.
Mshikaji akasema ndio, akatuandalia msosi kwa sababu hata mimi mwenyewe nina njaa kweli. Huyu dada utakaoamini, yeye ukapikiwa na huyu mshenzi. Ngoja nikakupikia mimi bana. Mimi ndo naenda kupika. Ukapika wewe, unajua kupika lakini maana mimi ni fundi wa kupika. Unajua kupika? Ndio, najua kupika. Natenda kupika mimi. Basi kuna shida, kapike maana hata mwenyewe nina njaa vibaya mno. Lakini mshikaji akawa anauliza kistaarabu tu. Sijui kukuona unapika. Utaweza kweli? Naweza. Siamwagi tu. Mimi kupika, mimi ni fundi vibaya mno. Mpaka genius ananiambia, "Okay. Sitaki tubishane sana, ngwani kuache uende ukapike." Basi mshikaji kutaka kabisa kuweza kumzuia mchumba wake kwa sababu alikuwa amelilia wembe. Na mchumba anayelilia wembe, mpe. Ukimkata ndo atajua kabisa kwamba kumbe wembe ni hatari kwa afya. Basi bidada alizema mpaka jikoni, akawa anatoa vitu kwa sababu ya kwanza kupika, anatoa unga nini, amila na vitu kama hivyo, lakini vitu ambavyo anavitoa sio vitu ambavyo vinahitajika kabisa kwenye mapishi. Kumbe kila kitu alikuwa akifuatilia kwenye mitandao, na baada ya dakika 10 kuweza kupita, utoka uamini bidada ana alitoka mbio vibaya mno. Amka, utoka uamini kwamba kuna kitu kimelipuka kwa jikoni. Alisikia kuna kitu kimelipuka. Kufika jikoni, moshi umetanda. Kabidada kamezimia pale chini. Jamani, sema anajua kupika huyo. Mapishi gani haya? Amegeuza jiko limekuwa tanuri. Kabidada kana mwangalia tu mshikaji kwa hasira kwa sababu ilibidi kalipuke. Limekakuta tukio chafu mjikoni. Kalijitia ni kafundi kakupika. Ona kilichokakuta. Basi mdogo wakawa natoka zao pale. Lakini kalikuwa kamekasirika vibaya mno kwa sababu kameshindwa kutimiza hadhima yake. Ameshindwa kupika. Mimi nilikwambia kabisa nipike mimi, ukang'ang'ania. Sije nini? Ona tafadhali. Naomba msiniseme. Sitaje kusemwa kabisa. Alafu mimi najua, sema tu jiko lako sijui limekaje. Mimi nimezoea jiko la nyumbani kwetu. Ni maneno ya kwenye kanga, ni maneno yaliyoshindwa. Ukiona mwanamke anakuambia hivi sijui ameshindwa kupika sijui kwa sababu ya jiko lako vipi, sijui amezoea jiko la kwao. Wewe, hayo ni mambinu tu. Huyu hajui kupika. Ndio hivyo. Huyu bidada ambaye anaitwa Vanessa hajui kupika kabisa. Huyu dada akasema basi ngoja nikakusaidie, nikakusaidie kupika. Nikapika mimi. Huyu dada ambaye anakwenda kwa jina la Anna, ikabidi ajitolee kwenda kupika bana. Mdogo akawa anajichenga pale. Mwamba alikuwa akimsifia vibaya mno kwa sababu bidada alikuwa amepika chakula kitamu kinoma noma, lakini kwake Vanessa kilikuwa kikimtuna. Hajapenda hata kidogo sababu yeye ameonekana boya, na alikasirika. Alimfuatia bidada jikoni wakati anaosha vyombo. Kwa umeamua kunidhalilisha, si ndio? Kivipi? Sikuelewi nini ambacho nakimaanisha. Maana mimi nimekusaidia tu. Umenisaidia, umenidhalilisha. Yaani ni yako umchukue mchumba wangu, si ndio? Hakuwa unajua kupika kuliko mimi. Anaona mimi kalungu yeye, mimi mpumbavu. Lakini usisahau kabisa kwamba level yangu na yako kwako ni tofauti. Wewe ni maskini tu alafu mimi ni mtoto wa kitajiri. Asa kama mimi ni maskini na wewe ni mtoto wa kitajiri, asa kwa nini unashindana na maskini jamani? Sio vizuri kushindana na maskini. Mimi ni maskini tu, usishindane na mimi. Kwa huyu mpumbavu kumbe azichaji. Na mdogo akawa anajichenga pale. Bidada akawa anamshangaa na kumcheka. Basi akaendelea na majukumu yake kila siku pale. Akaendelea kuosha vyombo. Huko upande pili tunamwona bidada Vanessa. Leo alijigundua kwamba ana mimba. Alikasirika, akupenda hata kidogo. Na bidada wakati anasafisha, yani bidada Ana, akaona kama kipima mimba hivi. Basi bidada ikabidi achukue kuangalia ni vipi. Kuangalia akabaki anashangaa, vitiki ni viwili. Hii inadhihirisha kwamba alitumia hichi kipimo ana mimba. Huku bidada alikuja kumshirikisha rafiki yake. Utoka uamini, huyu rafiki yake anakwenda kwa jina la Sara, na alimshauri Vanessa kwamba ni lazima utoe hii mimba. No way, hakuna namna nyingine, inabidi utoe mimba. Kwa nini anamshauri rafiki yake atoe mimba? Iko sababu kubwa ambayo huyu dada anamshauri rafiki yake aweze kutoa mimba. Na siku leo huwezi kuamini kwamba ilikuwa ni siku ya kufurahia. Leo ni siku ya happy, leo ni siku ya furaha. Mshikaji akabaki anachanga, ndio, leo ni siku ya furaha, siku ya kusherehekea. Kwani ni siku njema kweli? Sherehe anachanga kusherehekea nini? Vipi, umerudisha kumbukumbu nini? Hapana, sio kumbukumbu. Ni kwa sababu mchumbako ana mimba, ana ujauzito. Ndio maana tunasherehekea. Ni siku njema sana leo. Lazima usherehekee mwanamke wako akipata mimba, usiwe hivyo. Mbona kabaki anachanga mimba tena? Bidada akawa anamkonyeza yule asiseme hiki ambacho anaendelea kusema. Vipi, mbona kama macho yako na malengelenge kama unafanya hivi? Shida nini? Tatizo nini? Ongea. Mwamba kabaki anauliza, ni kweli una mimba? Kabidada kanajenga tangata, ni kweli ana mimba huyu. Nilishuhudia kipimo chake wakati nafanya usafi chumbani kwako. Ni kweli ana mimba. Mwamba amini. Jamani wao. Ko nenda kuitwa baba. Jamani asante. Akawa anampiga busu mchumbaki, alafu akawa anasema kwamba ngoja nikachukue champagne tuweze kusherehekea. Lakini bidada akupenda hata kidogo, na alimfuatia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ana mpaka chumbani kwake. Vipi tena, shida nini? Shida kwamba hujui nani kukwambia uwe na kielele cha kwenda kumwambia mchumbangu kwamba nina mimba? Vinakuhuu. Lakini si ni kweli una mimba jamani? Kwani kuna kosa gani mimi kuweza kumwambia alafu ni mchumbako? Uwe haikuhusu, sio biashara zako. Kama mbele na mambo yangu.
Lakini kwani kuna shida gani akijua kwamba una mimba yake? Si ndio vizuri? Inakuwa ni jambo jema. Kaa mbali na mimi, kaa mbali na maisha yangu, kengele, mpumbavu, mshenzi we. Tafadhali, na nakuonya sana tena sana, kaa mbali na mambo yangu. Usinifuatilia. Au kuna kitu unakificha? Kama kuna kitu unakificha unasema bana, niendelee na mimi kutunza siri. Bidada ikabidi aweze kumchana makavu bana. Kama kuna kitu anaficha, aseme. Huyu dada likasilika vibaya mno na aliondoka akiwa na hasira kinoma noma. Bidada akawa anamcheka tu pumbavu nini, alafu akawa na lala zake pale. Huko bidada leo tena rafiki yake alitimba hapa. Na ushauri wake ni ule. Alizidi kumshauri bidada kwamba atoe mimba. Ndio ushauri wake. Lakini muda si mrefu bidada anasikia katimba. Nimesikia kila kitu nimesikia. Naona ndio ushauri ambao unampatia mwenzako, si ndio? Yaani rafiki, sijui unaga rafiki kama wewe, lakini rafiki pambe. Nimependa urafiki wenu. Na mimi ngoja nitie ushauri. Hivyo ni nani? Kama nani? Wewe ni mpumbavu, si ndio? Jamani Vanessa, niachia kanikabamue, nikabamize kashenzi yaka. Kanaingilia mpaka mazungumzo yetu. Yaani mimi ni chizi, nitakapasua mpaka kome tafadhali. Achana naye huyu. Usibishane na chizi kwa sababu huyu ni chizi tu. Kwa mimi ni chizi, si ndio? Kosa kati yangu mimi na huyu hapa nani chizi? Mtu anakushauri utoe mimba jamani. Huyu ndo chizi namba 1. Inabidi ujue namna kuweza kuwasoma machizi. Alafu sio rafiki mzuri. Kaa mbali na maisha yangu. Kaa mbali na rafiki yangu. Wewe sio mtu wa hadhi yetu. Ndio, wewe sio mtu wa hadhi yetu. Jichenge. Wewe sio hadhi yetu. Okay, hakuna shida. Nyewe si mnashauriana mtoe mimba. Inaonekana kuna kitu kikubwa kweli mnachokificha. Na natajua tu siku moja mwezi mkakificha milele. Alafu bidada kaka najichenga. Chiki ambavyo kana nyodo. Udada ndo anakasirika vibaya mno. Kitimue hiki, ni kipumbavu tu. Kitimue bana. Hata mwenyewe sikipendi. Natamani leo kesho kiweze kuondoka. Ndio, inabidi ukitimue kwa sababu kitakuletea shida sana hiki. Huyu rafiki yake amekuwa akimshauri mambo mabaya kweli. Huyu bidada ambaye anaitwa Vanessa, na bidada akatimba mpaka jikoni. Naambia unahitaji shingapi? Shingapi unataka? Ufunge mdomo huo. Rafiki anachangani unamaanisha nini? Sema unataka shingapi limradi uweze kulifunga hilo domo lako. Usimwambie kabisa Edi kwamba mimi nilikuwa nikishauriana na rafiki yangu kwamba nahitaji kutoa mimba. Sema unataka shingapi? Eleza. Sema basi no problem. Nipatie 100,000. 100,000? Pesa yote hiyo ya nini? Mimi siwezi bana. Nitakupatia 50,000. Tufanye kitu kimoja. Nipatie 100,000, la sivyo nenda kuzungumza ukweli sasa hivi. Okay, no problem. Nitajia account number. Sina account number hivyo. Poa, fresh. Nipe cash nikaushe. Basi dada ikabidi aende kumchukulia pesa huyu mtoto wa kike ambaye anakwenda kwa jina la Anna. Kama walivyokubaliana, 100,000 kampatia pale. Kausha kama tulivyokubaliana. Ukijaribu kufanya jambo lolote, aiswe na kuahidi kwamba utaniona mimi shetani. Jamani, kwa kuwa umeshanilipa kila kitu, mbona kiko sawa? Bila kawa na enjoy na mpunga pale. Kapatiwa mpunga bana. Na huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Vanessa. Kikubwa tu ni yeye kuweza kufunga mdomo, asimwambie chochote mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Eddie. Leo bana tunamwona mshikaji hapa. Na bidada kabaki anashangaa. Hujaenda kazini? Ndio, sijaenda kazini. Kuna jambo linanisumbua kweli. Jambo gani tena hilo linakusumbua? Kuna jambo kubwa sana linamsumbua mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Eddie. Basi bidada akasema no problem. Ngoja nikae niweze kukusaidia. Niambie, ni jambo gani linakusumbua? Basi muombe kabidi aanze kumuelezea mtoto wa kike kila kitu. Ni kwamba kuna mfanyakazi wake mmoja alikuwa akiumwa. Lakini tangu ameanza kuumwa, mshikaji hajawahi kumuona mpaka amefariki. Utoka uamini ile ni sababu ambayo imefanya kuna baadhi ya wafanyakazi wote wameacha kazi pale kazini. Na sio kwamba wameacha tu kwa sababu ya kile ambacho mshikaji amekifanya, ni kwa sababu kuna mtu ambaye ni mpinzani wake na mshikaji kawashawishi wafanyakazi wote kwa sasa hivi hawamsikilizi kabisa mwamba. Wanamsikiliza huyo mshikaji. Bila kasema mbona hilo ni jambo dogo tu. Ni jambo dogo cha kufanya. Nenda kwa familia ya huyo mfanyakazi ambaye amepoteza maisha, nenda na baadhi ya vitu na pesa, kaombe radhi, kawape pole. Ukishafanya hivyo, mfuate mfanyakazi mmoja baada ya mwingine. Na issue ni simple tu. Uombe radhi alafu wapatie pesa, alafu pia unaweza kuongezea hata 1% chache ya mshahara wao. Itakuwa ni rahisi wao kuweza kusamehe na kila kitu kikakaa sawa. Mshikaji kaona mbona kama ni ushauri mzuri hivi. Na baada ya siku moja tunamwona mshikaji alikuwa kirudi nyumbani akiwa happy vibaya mno. Akawa anamuita bidada kwa flaki noma noma. Hii ni zawadi yako kwa sababu lile jambo lako ulilonishauri limeenda kama ambavyo ulivyosema. Bidada akawa anampongeza mshikaji kwani kwa sasa ameshafanikiwa. Wafanyakazi wote wamerudi kwenye kampuni na kampuni inaendelea kufanya kazi. Jamani wao, hiyo inakustahili. Na ni zaidi ya hiyo. Ivae nataka nikutoe out. Nikupeleke sehemu ukaenjoy jamani wewe.
bidada alikuwa happy kinoma noma. Unamwona huyo mchumba wangu kafanyaje tena, unaanza kumpatia mazawadi mimi hata uniletei. Huyo kaisaidia kampuni yangu kwa sasa hivi inaendelea vizuri. Nilimshirikisha kitu, kanishauri vizuri. Kwa nini usingenishirikisha mimi kwanza, ningekupa ushauri bora zaidi? Hamna bana, amesha clear kila kitu. Na leo ni lazima nimtoe out. Kapendeze bana, kavelo gauni leo. Nataka nikutoe out. Wewe ndo kaenjoy. Wewe unashangaa kutoana out tena. Chap basi, nenda kajiandae, kuna shida. Kabidada kalikuwa happy kinoma noma. Wewe bila kabaki na shangaa auti. Dunia simama nione maajabu, wanatoana mpaka auti huku bana. Leo mshikaji alikuja kuonana na huyu rafiki yake. Ni rafiki yake wa pekee kweli, ni rafiki yake mkubwa na wanapendana vibaya mno. Anakwenda kwa jina la Andrew. Na Mwamba alikuwa akimwambia kwamba unajua bana, mpenzi wako amekuwa akinilaumu kweli, akiniambia kwamba haumjari au mkei. Nasikia sasa hivi unakijari, kuna kidada fulani hivi kipo hapa. Na bidada alikuwa akisikiliza kila kitu ambacho alikuwa wakizungumza. Niambie, kwani una mpango gani na Vanessa? Kiwele mimi Vanessa siwezi kumuoa kabisa, yani siwezi kumuoa hata kidogo. Ni mwanamke ambaye simwamini, ajui kupika, yani hamna kitu ambacho anakijua, hafai kabisa kuwa mke. Siwezi kumuoa mimi kabisa Vanessa. Alafu kwa sasa hivi kuna mwanamke mwingine nahisi nampenda, kuna mtu mwingine nahisi ninahisia naye. Na bidada alikuwa akisikiliza kila kitu ambacho mshikaji alikuwa akikizungumza. Ni mwanamke gani huyu ambaye mshikaji kwa sasa hivi anahisia naye? Mwamba alikuwa amepoa zake hapa. Na bidada ambaye anaitwa Ani alikuwa amemletea kahawa hapa. Na alichokifanya ikabidi akae. Na alikuwa kwa kuwa alisikiliza kila kitu cha jana, ikabidi amuulize mshikaji, unajua jana wakati mnazungumza na rafiki yako nilisikia kila kitu. Samahani, lakini kwani unapenda mwanamke wa namna gani? Wala usijari, kuwa na amani tu, kila kitu mbona ni sawa tu. Mimi mwanamke ambaye napenda mwanamke ambaye anajua kupika, mwanamke ambaye anafanya majukumu yake kama mwanamke, kama mke. Huyo ndo mwanamke ambaye napenda. Sinaga haina ya muonekano ya mwanamke ambaye anamhitaji, ila mimi naangalia tu tabia na vitu kama hivyo. Mwanamke akiwa hivyo, basi inakuwa ni rahisi mimi kuweza kumpa asilimia kubwa. Jambo zuri. Vipi Vanessa, unampatia asilimia ngapi? Mshikaji kachungulia. Vipi Vanessa yupo? Utoka uamini, mimi Vanessa asilimia 10 tu ndo nampa. Nikabaki na shangaa, jamani, umempatia hata 20? Hata 20 jamani, hata 50? Hapana, ni jambo ambalo haliwezekani. Hizo asilimia zingine kuna mwanamke mwingine tayari kazichukua. Mwanzo nilikuwa nikimpenda zaidi ya asilimia 100, lakini sasa hivi zimebaki 10 tu. Hizo 90 kuna mtu anazo. Ni nani huyo mwenye hizo asilimia 90? Wala unimjue huyo ifi yangu mpya. Unataka kumjua? Basi hakuna shida. Mtu mwenye hizo asilimia zangu 90 yuko hapa nyumbani kwangu. Ni wewe hapa ndo hizo asilimia zangu 90. Bila kama nacheka pale, ni jambo haliwezekani. Haiwezekani hilo, yani binti ambaye nimepoteza zangu kumbukumbu nije nichukue asilimia 90 kwako. Ni jambo ambalo haliwezekani. Mwamba alikuwa akizungumza ni kama masiara, na bidada alichukulia ni masiara tu. Lakini utokao uamini kwamba mshikaji alikuwa akimaanisha. Na kuanzia hapo utokao uamini, ukaribu ulizidi kuwa mkubwa kati ya bidada pamoja na mshikaji. Wanaosha gari pamoja, bidada mara anamwagia mshikaji maji, na michezo ikawa inachezwa pale. Kuchikuchi hata tumpathe hae, kabigoshi kabigam. Bidada kwenye kumwagia mshikaji maji, mara kamwagiwa bidada. Na alimkalisha mshikaji kitako. Hivyo na kile timamu na kile kibinti mnacheza michezo ya kitoto. Lakini michezo ya kitoto ndo inaletaga furaha. Yaani unacheza na yule binti, unatengeneza furaha na yule kama nani yako. Nimeanza kuwa na mashaka. Unampenda, si ndio? Ni mwanamke ambaye unampenda. Kwani naona dalili zote zinaonyesha kabisa kwamba unampenda yule mwanamke. Ni kweli nampenda. Jamani bibi, unampendaje sasa yule mwanamke? Ndio hivyo, acha tu niwe mwazi. Kikweli nampenda. Bidada alikasirika. Mshikaji kaamua kuzungumza tu wazi. Ni kwamba Mwamba anampenda bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ana. Yote ni kwa sababu yako. Umekuwa ni mwanamke ambaye una magubu, juu kupika. Yaani hakuna kitu ambacho unakijua hapa duniani bana. Alafu mshikaji akawa anajichenga. Ikabidi tu amwambie ukweli mpenzi wake kwamba anampenda yule dada. Utokao uamini kwamba Vanessa alikasirika kinoma akachukua simu yake akawa anangoja ni vyema amtongie mnara rafiki yake. Haiwezekani eti mpenzi wake anakipenda kile kidemu. Na alimtongia mnara rafiki yake. Kuna kitu akawa anazungumza. Japokuwa si wale tunyima kidogo sauti, ila kuna kitu nyetu alikuwa wakipanga.
kuna mpango kabambe walikuwa wameupanga. Nadhani tuendelee na picha yetu tutajua ni mpango gani ambao walikuwa wameupanga yeye pamoja na rafiki yake. Na leo bidada alitoka mbio na alikuwa akimzuia mshikaji, usile kichakula kina sumu. Yule mshenzi kakuwekea sumu kivipi? Maanisha sumu kivipi? Ndio shetani wewe, unataka kuniulia mpenzi wangu si ndio? Kaka yake anashangaa nimuue kivipi? Ndio umemwekea sumu, nimekuona mimi nimemwekea sumu. Ndio umemwekea sumu, na kama kinabisha kionje, nimeshuhudia kila kitu. Kinahitaji kukuishi mwanamke, sio mwanamke mzuri kabisa. Mimi nimuue mtu ambaye ananisaidia? Jamani, usiwe hivyo. Hata kama una roho mbaya usinifanyie hivyo. Hakuna cha roho mbaya hapa, kinachozungumzwa ni ukweli. Kama unabisha ujeka sumu, onja bana. Mshikaji akasema mimi siamini kama umeweka sumu, wewe onja tu ili kila kitu kiishia hapa. Yule akasema hakuna shida, poa, nitaonja. Si mnataka nionje? Basi bila akachukua kijiko, kachukua msosi pale, akawa ameonja ili mradi kuweza kumridhisha huyu dada. Na wakana subiri baada ya dakika 30. Je, majibu yatakuwa ni vipi? Bila utokao uamini ni kwamba akawa anatetemeka. Mshikaji anasema mbona sioni matokeo yote? Subiri, matokeo utayaona tu. Huyu bidada akawa ananyanyuka kindindi, kizunguzungu, genius. Bidada chali alidondoka pale pale. Inajidhihirisha kwamba kaweka sumu. Nilisema. Na bidada utokao uamini kwamba alikuwa akitoka mpaka damu mdomoni. Mimi nilisema kimekuwekea sumu, kilitaka kukua. Hapana bana, inabidi tumuishe hospitali. Walimuisha bidada mpaka hospitali. Na daktari alitimba, alitoa majibu kwamba wamejitahidi kuweza kumwaisha, kwa wamefanikiwa kuweza kumtibia. Utokao uamini kwamba huyu bidada alikuwa hajapenda hata kidogo kusikia yule bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ana eti ni mzima. Ila daktari alimwambia kwamba itachukua muda kidogo kuweza kuamka. Basi daktari akawa amejichenga. Na bidada alikuwa akimwambia mshikaji kwamba wajichenge, lakini mwamba aligoma kabisa kuondoka. Anahitaji kuweza kukaa na huyu dada mpaka aweze kupona. Lakini huyu dada alikuwa amekasirika vibaya mno. Haiwezekani eti mchumba wake anang'ang'ania kuendelea kubaki na huyu dem. Na mwamba ndo hivyo, msimamo wake ndo huo. Alibaki na yule dada kwenye chumba cha wagonjwa. Huyu kikweli hayuko sawa kabisa. Mwamba utokao uamini, bidada kalala pale na mshikaji kalala pembeni yake. Na mdogo bidada pale ndo akawa anashtuka, akawa anaamka, anamkuta mshikaji alikuwa amelala pembeni yake. Umeshaamka wewe? Kwamba ulilala hapa? Ndio nililala hapa. Hujaondoka kabisa? Yaani hujaondoka? Ndio. Kwa nini nikuache peke yako? Inabidi niache peke yangu kwa sababu mimi nilijaribu kukuua. Amna, huwezi kufanya hivyo, najua huwezi kabisa. Ndio hivyo, na ushahidi wote aliuonesha mchumba wako kwamba mimi nimekupatia sumu. Amna kitu kama hicho. Siwezi kumwamini yule mwanamke, sio mwanamke wa kuaminika kabisa, kwani namjua vizuri. Unajua bana, ukichagua kumwamini mtu, wewe muamini tu, haijalishi ni ushahidi kiasi gani utapewa, ila kama umemwamini wewe muamini tu. Huku mwamba alikuja kumfuatia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Vanessa. Naona ndo umeridhika au sio? Umeamua kabisa kwamba ulihitaji kumuua mwenzako kabisa. Yaani kivipi? Unamaanisha nini? Sikuelewi kabisa. Mimi nimejua kabisa kwamba wewe ndio ulikuwa umeweka ile sumu na ukaamua kumkomoa. Nia yako ni kwamba ale ile sumu alafu upoteze maisha na mimi nipoteze uaminifu kwake, si ndio? Ndio nimefanya hivyo. Utanifanya nini? Mtu gani anakugandaganda muda wote yupo karibu na wewe? Sio mwanamke ambaye anakufaa. Ukumbuke kwamba mimi nina mimba yako, nina mtoto tumboni ambaye babake ni wewe. Kwa kama una mtoto tumboni ndio inabidi uue watu wengine, si ndio? Inategemeana. Kama mtu amekuja vibaya, bora afe tu. Kikubwa tu amani iendelee kuwepo kati yangu mimi na wewe. Kwa umeamua kujidhihirisha kabisa kwamba wewe ni shetani, si ndio? Basi hakuna shida. Kusenye kila kilicho cha kwako, ondoka kwenye nyumba yangu. Bado kama kinashangaa mimi niondoke. Ondoka bana. Mshikaji akawa anamvuta kakatimua. Maana akaona akiongea kistaarabu, akamsikii. Alikatimua pale. Pumbavu nini? Shen's type, bloody skate. Alikatimua bana. Na rafiki yake alibaki anamshangaa. Kivipi umtimue? Yaani unamfukuza mwanamke wako ambaye unampenda kwa sababu ya kile kibulushuti, kidemu ambacho hujui hata kimetokea wapi. Nimefanya hivyo kwa sababu yule mwanamke amekuwa ni mkatiri bana. Huko utokao uamini, bidada ambaye anaitwa Vanessa alitimba mpaka kwenye wadi ambayo alikuwa amelazwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ana. Na lengo na madhumuni yake yalikuwa sio mazuri. Kachukua mtu anahitaji kuweza kumuua. Ila anahitaji kumwekea kidude. Uwezo kuamini kwamba alistopishwa na mshikaji alimgonga ngumi pale. Pumbavu nini wewe? Una kile timamu, mshikaji kamzuia. Gai, unapigaje mwanamke ambaye ana mimba? Hakuna cha mimba. Huyo hafai kabisa kuwa mama. Na hiyo mimba yangu naomba uitoe. Kama ni ya kwangu naomba uitoe. Siwezi nikazana na mwanamke mkatiri kama wewe. Itoe hiyo mimba, mpumbavu wewe. Mshikaji akasema hapana. Unakosa kitu ambacho unakifanya. Mwache anizalie kwa sababu huyu ndo mtoto wangu wa pekee.
Kila mtu kabaki anashangaa. Akuzalie kwa sababu ni mtoto wako wa pekee? Ndio hivyo bana. Jamani, mimi nimechoka, nahitaji kuondoka. Simama hapo hapo. Nataka mnieleze kwa makini, ni kwa nini kasema kwamba inabidi umzalie? Mwamba kabaki anashangaa, ni kwa nini rafiki yake kasema yule mtoto ni wa kwake? Ni kweli huyo mtoto ni wa kwake. Mwamba kabaki anashangaa, unasemaje? Ndiyo, niliwasikia kila kitu wakati wanazungumza yeye pamoja na rafiki yake. Huyo mtoto sio wa kwako, ni huyu rafiki yako ambaye anakwenda kwa jina la Andrew. Mwamba alibaki anashangaa, Sure Andrew? Ndiyo, ni mtoto wangu. Ulitaka nifanyeje? Una mahela mengi, una kampuni kubwa, ulikuwa unanishinda mimi shuleni, na sasa hivi eti wewe mke mzuri. Ni jambo ambalo haliwezekani. Wala hata hiki mimi kimoja nikipate mimi tu. Umekuwa ni mtu gani kila kitu wewe tu? Wewe mkelele. Unajua nini ambacho nakizungumza? Unakosea bana, ndio hivyo bana. Utoka uamini. Wivu tu wa rafiki yake. Kamua kumjunjia mke wake na kamtia na mimba. Basi freshi, no problem, hakuna noma. Nimewaacha wanene, fungeni ndoa, ishini tu pamoja, kwa sababu hata mwanamke mwenyewe sijawahi kumpenda wala sijawahi kumchagua kuwa mke. Kila kilichonisikitisha niwe rafiki yangu tu kunisaliti. Nilikuwa naomba muweze kuondoka. Ya ondokeni. Basi ikabidi waweze kujichenga, lakini urafiki ndio umeishia hapa. Maana rafiki yake na mshikaji kamsaliti, na rafiki anayemsaliti rafiki yake ni kinyesi tu. Mshikaji kamchukua bidada kamleta mpaka nyumbani, lakini utakao uamini kwamba Mwamba baada ya kuweza kumleta bidada nyumbani haongei naye wala amsemeshi chochote. Mdogo mshikaji akawa anaingia zake chumbani, na alifanya hivi kwa muda mwingi kweli. Ni zaidi ya siku 3 nzima mshikaji alikuwa amsemeshi bidada ambaye anakwenda kwa jina la Anna. Basi ikifika time fulani mshikaji anamletea bidada maji na dawa, lakini hamsemeshi chochote. Bidada kamdaka, tafadhali, kwa nini unakuwa hivyo? Kwa nini unisemeshi? Kama nimekukosea, naomba unisamee. Mimi sikuificha ile siri eti kwa makusudi. Nilificha kwa sababu nilikuwa siogopi kufukuzwa. Unadhani ni ile siri tu? Nimegundua kwamba kumbe wewe kumbukumbu zako zimerudi. Bila kabaki anashangaa. Kumbe udada, kumbe kumbukumbu zimerudi bana. Ila aliamua kuificha hiyo siri. Basi bidada alimfuata mshikaji na kumuomba radhi. Tafadhali, naomba nisamee. Nikusamee kivipi? Ni kweli nilificha kwa sababu kikweli mimi sikutaka kabisa kukuambia, najua ungenifukuza. Kivipi? Umenificha kwa muda mrefu kweli. Unajifanya kama huna kumbukumbu, kumbe kumbukumbu zimerudi. Ndiyo, iko sababu ambayo ilinifanya niweze kufanya vile. Bidada ndio ikabidi aanze kumwambia mshikaji ni sababu gani ambayo ilimfanya aweze kumuongopea mshikaji kwamba kumbukumbu zilikuwa hazijarudi. Sababu ni hii. Bidada alitoka kijijini kuja mjini na alikuja kuishi kwa shangazi yake, lakini cha ajabu baada ya kufika kwa shangazi yake akawa anamlazimisha kujipushi, na bidada hajawahi kunjunjana. Aligoma kabisa kujiuza, na ndo siku ile alikuwa akitoroka bana. Kwenye kutoroka akiwa na begi, vijana wa shangazi yake ndo alikuwa akihitaji kuweza kumchukua na kumpeleka nyumbani, na ndo mshikaji akamsaidia muda ule. Wakati picha inaanza tulihisi kama alikuwa akihitaji kubakwa wala kunyang'anywa, kumbe issue ilikuwa ni walikuwa wakimhitaji kuweza kumchukua na kumpeleka nyumbani kwa shangazi yake. Mwamba kuhitaji kusikiliza huo upuzi, basi akawa amejichenga. Jamani, bidada kamdanganya mshikaji eti, lakini kwa sababu hakuhitaji kuweza kutoka hapa, kwani akitoka hapa hana kwa kwenda. Lakini bidada akaona isiwe kesi, acha tu ajichenge, kwa sababu mshikaji kapoteza imani na yeye. Alikuwa ameandika barua pale kaiweka mezani, na bidada akawa anajichenga. Aliondoka bila hata kumwaga mshikaji. Unaenda wapi? Mwamba katimba, unaenda wapi? Unataka uniache mimi na nani? Jumba lote hili unataka kuniacha peke yangu? Kweli? Yaani unaondoka uniache mimi peke yangu? Na unajua tu kabisa kwamba mwanamke ambaye nilikuwa nikiishi naye hapa tumeachana, lakini bado unaondoka kabisa. Unajua tu kabisa kwamba mimi sijawahi kuacha kukuwaza wewe. Unaondoka. Unajua nilikasirika kwa sababu alinidanganya, ni kwa sababu ni mwanamke ambaye nilikuwa nikikuamini. Nilikuchukulia ni mwanamke wa tofauti kuliko hata mchumba wangu. Lakini unataka kuondoka tena kuniacha peke yangu? Hapana bana, usiondoke kwa njia hiyo. Mimi kiukweli nakupenda na siwezi kuishi mbali na wewe. Kwa aliyotokea tuachane nayo, yaliyopita si ndwele, tugange nayo yanayokuja. Dada amini, hivi ni kweli unachokizungumza kwamba unanipenda? Mwamba kamwambia yes nakupenda. Dada akamkumbatia mshikaji pale. Amini mpaka alikuwa kile. Mwamba namuuliza kwa nini unalia? Niki unalia? Sijawahi kupendwa mimi, wewe ndo wa kwanza. Ndo mshikaji wa kwanza kumpenda huyu dada. Na mtoto alivyokuwa ni mrembo, chikia na mdomo fulani hivi, kilangi fulani hivi, mtoto na ananyash. Genius ndo nadataga jamani. Nikishapata hilo libukubei, nikifika Nigeria ni lazima nimchukue huyu dada, ni lazima nije naye Bongo.
nije nitambe naye kama mshikaji ambavyo anatamba naye. Na utoka uamini mshikaji alikuja kumuoa dada, na Mwenyezi Mungu alikuja kumbless ukapata watoto mchele, na mtoto wa kwanza wakamuita Genius. Wanalipenda jina langu. Mimi ni Genius sauti ya Ndong'oto, Genius sauti ya Simba. Namba zangu ni hizo hapo. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba Genius, hivi yule msanii wako kama The Don hajatoa wimbo mpya? Habari ni kwamba ametoa wimbo mpya, na kwa sasa hivi huwezi kuamini kwamba ametoa na Chino Wanaman. Cha msingi tu ingia YouTube pale upande wa kusearch, kasearch andika kama The Don na Chino Wanaman. Utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yako hapo. Utakachofanya utaibofya na kwenda kusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Baada ya kufanya hivyo, usisahau kuweza kudondosha comment yako na kuweza kuniambia kwamba Genius, nimeijua hii nyimbo kupitia wewe. Jamani, mumsupport msanii wangu. Huyo ni msanii wangu, mimi ni meneja wake. Msupportini jamani kama ambavyo mnanisupport mimi, Genius.